sijafika Ndala. Na tangu mama nizae hajanionyesha Ndala iko wapi, ila leo namshukuru Mungu sana. Amjambo ndugu zangu. Tumefika sasa hivi, bado tuna mavumbi, lakini tumesema tupitilize tuonane na ndugu zetu. Karibu. Mbali mimi na mama katika nchi ya Uyahudi Israeli, tumekaa huko kwa muda uliotosha na tumerejea salama. Amina. Pale Alex akaniambia njia moja tu Ndala basi. Namshukuru Alex, pia amenirubuni mno, tena ni miaka mingi. Fike kwetu. Mama anakusubiri. Basi nipo Ndala, ndugu yenu. Ninasoma neno la ufunguzi huu wa mkutano huu, Ufunuo sura ya 3, aliye na Biblia mstari wa 14. Nitasoma na kuendelea hadi 17 ikiwezekana, au 18. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Ndala au Laodikia andika hivi: haya ndiyo maneno anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ungekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala si moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wewe unasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni maskini na mnyonge na mwenye mashaka na maskini, kipofu na uuchi. Ninakupa shauri leo, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Wote ninaowapenda mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Na yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi mkono wa Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa muda mfupi nisikilize.
kwa safari hii ya kwenda mbinguni. Leo hii ni hatari tu, maisha magumu sasa, magumu mno, na wote mmejua ya kwamba wiki iliyopita mkutano mkubwa sana wa mashetani au Free Mason wamekutanika Dar es Salaam. Free Mason ni dini ya mashetani, ya kishetani. Wao ni imani tofauti na tunavyoabudu. Sisi tuabudu kwa kumwabudu Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo Mungu ni mmoja katika Utatu. Free Mason chini ya Lucifer au Shetani, kazi yao ni kuwafunika watu, kuwapa upofu wa kutojua wokovu wake Yesu Kristo ukoje, ili wajue tu Mungu ni mmoja basi, hakuna kingine. Na yeye ndiye anasababisha watu wengi wajawe na mapepo, mashetani, watu wawe walemavu, wawe viziwi, wawe vipofu, wawe wagonjwa. Kwa hiyo mkutano mkubwa mno wa Afrika nzima na wageni kutoka nje walikutanika Mlimani Hall kujadili hawa watu waliookoka sasa wanatuzidi. Tunajua hukumu yetu imekaribia. Hiyo ndio point yao ilikuwa kubwa. Nimefika Dar es Salaam wiki iliyopita, nikaelezwa mambo yote. Kwa kuwa wanatuzidi, tutafute mbinu ya kuwamaliza kabisa. Dawa ya kwanza juu yao ili wamwache Mungu wao ni tufanye maisha yawe magumu sana, vitu vipande na kuzibana pesa, watu wasiwe na pesa za kutosha, watafute pesa hata kwa njia ya uovu ndio wazipate. Hivyo tuwabane kwenye dhiki ya maisha, watu wale ugali na majani tu ya mboga, nyama hakuna, samaki hakuna, kwa sababu hawatakuwa na pesa. Wengine wakosekane nguo, kwa kuwa na haja ya kwenda mahali, yuko tayari avae hata junia, hana pesa za kununua nguo. Watoto wao wasisome, wafukuzwe mashuleni kwa kukosa ada. Ndoa zivunjike kwa wamama kukosa nguo na kutimiziwa mahitaji yao. Kwa njia ya hali ngumu ya dunia, tutawapata hao waliookoka, tuwarudishe nyuma, wawe wakienda kanisani mwao kwa mradi ameingia, na mle kanisani tutawapiga wengi kwa usingizi na mawazo mengi. Wachungaji wao watahubiri, yeye anawazia biashara. Wachungaji wao watahubiri usingizi mwingi. Kwa njia hiyo itakuwa njia point kubwa sana ya kuwamaliza. Alafu baada ya hapo tutawaswaka, tunawapitia tu. Ndiyo mkutano mkubwa huo ulikuwa namna hivyo. Matajiri wenye elimu, wakubwa, watu wanaojiona ndio dini yao. Hivyo ni hatari
kwa binadamu wanaomwabudu Mungu, na ni njia moja inayomfanya Kristo aje aiokoe dunia, yaani watu waliomo. Na sisi tuna wajibu wa kwenda haraka kupeleka Injili. Biblia inasema hali yoyote isiyowezekana na inayowezekana, Injili iende. Injili kwa ndugu zetu. Wayahudi wengi wanamwamini Mungu kupitia Yesu Kristo sasa, na wanaamini ya kwamba wao ni namba moja, watoto wa Mungu. Sisi tumepandikizwa juu yao, na wengi ni Wakristo sasa, wanamwamini Yesu. Na Biblia inasema wakati muonapo mioyo yao inamgeukia Mungu wao, basi mwana wa Adamu yu aja. Na kurejea kwa Yesu Kristo kunaonekana waziwazi sasa, ili walio tayari watwaliwe. Tunayo harakati kubwa ya kwenda kila mahali. Kabla sijaenda Israeli, mwezi huu uliopita huu, nilikuwa kule Sumbawanga mashambani kule kwenye misitu ya Katavi, vijijini kabisa, watu wengi wanakaa. Tulienda huko, tuliona watu kama tulivyo hapa, wakimtaka Yesu awaokoe, na wengi wakaokoka, ndugu zetu. Na mimi tangu Bwana niite, injili yangu ni ya uponyaji.